Kwanza kwa mapato ya ndani, ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani ya halmashauri, tumepitisha bajeti ya shilingi bilioni 5,128,783,600. Hayo ni makusanyo yetu kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Na katika mwaka wa fedha huu ambao unaenda kuisha mwezi wa 6, ilikuwa ni bajeti ya shilingi bilioni 4, lakini kwa kuongeza vyanzo vingine inaenda kufika bilioni 5,128,783,600. Lakini ukija kujumlisha na fedha za serikali kuu inaenda mpaka bajeti ya shilingi bilioni 41,162,135,600. Hapo ni kwa kujumlisha bajeti ya mapato ya ndani pamoja na serikali kuu. Leo tumepitisha rasimu ya bajeti yetu ambayo inaenda kusaidia sasa katika kuleta mabadiliko katika sekta za afya, elimu, maji, barabara, katika kuwahudumia wananchi wetu. Madiwani wameipitisha kwa kishindo kabisa bajeti yetu ambayo ni bajeti ya mapato ya ndani pamoja na serikali kuu. Kuboresha mabonde yote ambayo yanatunza maji na kufuga samaki, tutawezesha halmashauri kuingiza kipato tukifuga samaki. Lakini kwenye bajeti yetu sijaona. Lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulisema kwamba katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mbulu kuna maeneo ambayo yametengwa, maeneo watu wameweka matumizi bora ya ardhi. Yale maeneo yanakaa. Tukasema tukibuni miradi ya nyuki, kuleta mizinga ya nyuki kwenye maeneo yale, wananchi pale watapata ajira kwa kupata asali, walioko karibu na mabonde ya samaki watapata samaki, watafanya biashara. Lakini hapa sijaona. Lakini nisiwe msumbufu, kama vipi iandikwe barua maalum. Asanteni sana. Maoni yaliyotolewa kwenye mikutano yetu ya vijiji kwenye bajeti yetu imezingatiwa, na miradi iliyopendekezwa ndio kero halisi ya wananchi wetu. Lakini pia mwenyekiti, nikiangalia mgawanyo wa fedha kwenye sekta ya elimu na afya, naona dhamira ya dhati ya halmashauri yetu kwamba inakwenda kupunguza vifo vya mama na mtoto, lakini pia kuimarisha miundombinu ya madarasa, na kiujumla hii ni bajeti ambayo inawekeza kwenye rasilimali watu. Bajeti iliyopitishwa ni bilioni 2.5. Mahitaji ni makubwa ambayo yanahitaji fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa miradi. Kwa hiyo katika bajeti hii imelenga zaidi kwenye miradi ambayo tulishaianza na bado haijakamilika na inaendelea na ujenzi, ili tuikamilishe na wananchi waanze kupata huduma ya maji, ili tuanze miradi mipya. Kwa hiyo mahitaji ni makubwa, lakini rasilimali fedha kwa maana ya bajeti bado haitoshelezi. Lakini serikali itaendelea kutenga fedha kila mwaka ili kuhakikisha inapunguza changamoto kubwa ya maji kwa wananchi wake. Lakini pia kupitia wadau mbalimbali wahisani ambao tunafanya nao kazi, na wenyewe wanafanya kazi hiyo hiyo ambayo serikali inaifanya kuhakikisha kwamba inapunguza changamoto kubwa ya maji kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba ifikapo, kulingana na dira ya chama tawala, ifikapo 2030 vijiji vyote na vitongoji vyote vitakuwa vimefikishiwa huduma ya maji safi na salama.